nafasi ambayo nimeweza kushika nayo kwa mbele ya mahakama, kiongozi wa mashtaka anataka kutoa kama thibitisho katika hili kesi. Thibitisho nambari ya pili ni gunia ambayo mlikuwa mmeweka hiyo mananasi. Where is the sack? Yes. Where are the two later escorted to the police station for further processing before we charge Mpo mlishikwa na mkashtakiwa na kosa ambalo liko mbele ya mahakama, na haya ndio maelezo ya kesi. Mshtakiwa wa kwanza, maelezo ya kesi ni ya kweli ama si ukweli? Mshtakiwa wa pili. Kuna malilio ningetaka kutoa mbele ya koti kabla hamjaamua. Mshtakiwa wa kwanza, kuna malilio? Elezea. Mshtakiwa wa pili. Washtakiwa, ni vizuri kujua hata kama unatafutia riziki watoto wako, yule mwingine mwenye analima na yeye anataka kupata riziki aweze kuuza mazao yake. So fine of 500 or serve 8 months in prison. Kila mmoja wenu atafanya shilingi 5,500 ama miezi 8 gerezani na 18 za kupata kama hamjafika. Patrick Ndongo Kipe. Return is produced to the company. You know matter. I am Mishuki. You can place me on record for the intended accused. You don't pull the charge sheet is read out.
who wish to make an application. Under the provisions of Section 8 of the Magistrates Court Act, as read with Article 25 of the Constitution. You know, the intended accused person is subject to the jurisdiction of the High Court. On the basis of an application for habeas corpus. Being High Court Criminal Miscellaneous Application number E050 of 2025. Through which the High Court called for his body to be produced on the 10th of July 2025. Having found compelling reasons that the intended accused had been held incognito and arbitrarily in violation of his rights under the Constitution. We are therefore surprised, being aware that my client has been summoned before the High Court tomorrow. The state has produced him for plea before you, seeking to have you acquiesce and further the violation of my client's rights. I have produced before you a copy of the order of the High Court duly served and received by the relevant authorities who I presented them before you for plea. We are due to exercise your inherent jurisdiction to control the processes and deem this plea an abuse of the processes of the court with the singular and sole goal of curtailing the exercise of the High Court with regard to the present habeas corpus application before. We know that a clear plea of that particular order of the court, the High Court asked the relevant authorities to produce the warrant or order of detention. It's okay, Counsel, I can read. Okay. Maybe the prosecution can bring. Your name is Mr. Owino for the state. Miss. We have just this morning Say been yes. served, Mr. Owino. Okay. We have just this morning been served with the order for habeas corpus while we were seated here in court. And a quick perusal of the order reveals that there is no stay forbidding or otherwise stopping the accused person from taking. Your Honor, it is rather insincere for defense to allude that the motive of the state are
arraigning the suspect in court this morning is to defeat the purpose of the habeas, which order we have just been served with this morning. Your Honor, in addition, counsel has also not demonstrated the manner in which the rights of the suspect has been infringed on, if any at all. Your Honor, if at all the rights of the suspect have been infringed in any manner whatsoever, recourse lies in the High Court. And nothing stops the defense from moving the High Court appropriately. Our prayer, therefore, Your Honor, is that the suspect should go ahead and take plea, as there is no material that has been presented before this court that acts as a stay. Thank you. I cannot briefly join that. With regard to service of the order, you know what we have placed before you. This was an order issued on the 8th of July, and it's duly received and stamped on the 8th of July. If their clients did not deem it fit to disclose this information to the Office of the Director of Public Prosecution, this cannot be placed on the feet of my client or myself. The order was served in a timely manner. Lack of knowledge of the same by the Office of the DPP falls squarely upon their client. In the Directorate of Criminal Investigations, the IG of the police, and Sub-County Criminal Investigating Officer Juta. They cannot therefore rely on that ground to defeat the application for plea to be deferred. You know, I've been Brief rejoinder, counsel. yes, it's a brief Brief rejoinder. rejoinder, is that Yes, a yes, brief but there rejoinder? was some admonition that I was being insincere, which I need to clarify, Your Honor. Your Honor, it does not take a professor of law to see what is before you. Your Honor, an order was served upon them to produce the accused person before the High Court tomorrow on the 10th, alongside an order of detention. Following said service, they have produced the accused person before you with the clear and only goal of acquiring a warrant of detention with which they shall produce it before the High Court. This is not far-fetched. It can clearly be seen from the actions. It's a necessary implication. With regards to the issue of that recourse being sought before the High Court,
their intended accused has already done, and an order has been issued, and it is before you. The Superior Court has acquired jurisdiction with regards to the accused person, and given the hierarchy and supremacy of the courts, given the hierarchy of the courts, Your Honor, it behooves you to don your tools, let the High Court proceed and conclude the issue of the violation of his rights, given that your jurisdiction under Section 8 is very limited. Yes, counsel, and you should not try to instruct the court on how to proceed. Your Honor, I am not instructing you. I'm making a Yes, and the submission law on is behalf of my very client. clear, so if you have submissions to make, just stick to the law without looking like you're supervising the court. Your Honor, hierarchy of the court is a matter of It law. is okay, the law is clear and the court will visit that in its directions. Are we together? Yes. See, the Your law Honor, is should also clear. not seem to be holding brief for the ODP. Okay, counsel, your comments are noted for the record. Also, right. Yes, I'm having problems with my laptop. It's not responding. Yes. Please replace the file. So place the file aside as we fix the laptop. Next. Shadrack Kibova Mutunga. Shadrack Kibova Mutunga ana miaka ngapi? 17. How long does it take to conduct age assessment? Yes. Because even if he says, if he's a minor, the same should be done in all the cases. Okay. Yes. So that you can take the right way. So I direct the accused be taken for age assessment. Mention should be taken. Friday. Please. Yes. You don't want to be 40 people. And Friday is which date? 11 p.m. Utapelekwa ukapima miaka, alafu baada ya kupima miaka utaletwa kotini on Friday na mashtaka baada ya siku ya miaka kufika kotini. Alan Kiama wa Moyo. Gabriel Ochieng. Alan Kiama. Gabriel Ochieng.
Kiama na Gabriel Ochieng wameshtakiwa na kosa la kuvunja store kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kwa tarehe 24 mwezi wa 5 na tarehe 1 mwezi wa 7 katika Malaba area na sub county Kiambu County. Nyote kwa pamoja na wengine ambao hawako mbele ya mahakama mliweza kuvunja na kuingia store ambayo ni ya Monica Karanja mkiwa na nia ya kufanya uharibifu. Mshtakiwa wa kwanza ni Kila Masikweli. Mshtakiwa wa pili Gabriel. Mshtakiwa na kosa la pili, kosa la wizi kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kwa tarehe 24 mwezi wa 5 na tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu katika Malaba area, sub county Kiambu County, kwa pamoja na wengine ambao hawako mbele ya mahakama waweza kuiba bags za simiti 180 bags za simiti. Pesa yake ni 137,700 na pia mkaweza kuiba bidhaa za kupima mbao feet ambayo ni dhamana ya shilingi 75,000. Zote kwa pamoja ni 212,000 mali ya Monica Karanja. Mshtakiwa wa kwanza ni Kila Masikweli. Mshtakiwa wa pili bond of 200,000, its surety and security of a similar amount or cash bail of 150,000 mentioned. the 15th of August Hearing. the 22nd of October, court number 2 on 22nd of October. Kila mmoja wenu amekabidhiwa bond ya 200,000 ama pesa taslimu 150,000. Weza kulipa mtakisi kesini kwa nje kama mtaweza kulipa. Tarehe 15 mwezi wa 8 mtaitika gerezani. Kesi itasikizwa tarehe 22 mwezi wa 10 court number 2. Christopher Nyongesa Otieno. Christopher Nyongesa. Christopher Nyongesa Otieno mshtakiwa na kosa la uvunjaji wa nyumba kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kwa tarehe 3 mwezi wa 7 katika Makongeni Landless area katika sub county Kiambu County uliweza kuvunja na kuingia nyumba ya Kenneth Mogo Waithaka ukiwa na nia ya kufanya uhalifu. Ni kweli ama si kweli? Tuiona. Kiongozi wa mashtaka anaomba atoe tarehe ndio aweze kusoma maelezo ya kesi. On the 6th of August. Before court. Wale tuko chini tarehe 6 mwezi wa 8 tunasoma maelezo ya kesi. Mildred Hasita Lumumba Mildred. Mildred, simama tafadhali.
Mildred Hasisa Lumumba ameshtakiwa na kosa la kutekeleza mtoto kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inaonekana kuwa tarehe 6 mwezi wa 7 Kiganjo area Thika Sub-County, Kiambu County. Wewe ukiwa mzazi wa mtoto ambaye ni wa umri wa miaka 14, kwa kupenda ulimtekeleza huyo mtoto kwa kumwacha awe ni mtoto ambaye anahitaji protection na care, ulimwachilia. Ni kweli ama si kweli? Tuone. Mshtakiwa na kosa la pili kumtekeleza mtoto. Telekeza. Kumtelekeza mtoto kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kuwa tarehe 6 mwezi wa 7 Kiganjo area Thika Sub-County, Kiambu County, ikiwa mama wa mtoto ambaye umri wake ni 14, kwa kupenda ulimwachilia huyo mtoto. Kweli ama si kweli? Okay. Sure. Check for just before court number 6. The children officer file a children officer's report. Taleta kotini. Tarehe 12 mwezi wa 8 children officer atafungua file ambayo itaangalia watoto. Maria Achia Modaho. Mario Nachia. Maria Achia Modaho mshtakiwa na kosa la kuchapa na kumjeruhi mtu kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kuwa tarehe 6 mwezi wa 7 katika Saba Center, Sub-County, Kiambu County. Wewe na kwa pamoja wengine wako mbele ya mahakama iliweza kumchapa na kumjeruhi Simon Geshere Matipa. Ni kweli ama si kweli? Uko na miaka ngapi? 20.